Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Deep Zone Media, sauti ya tafakari, mahusiano pamoja na maisha kiujumla. Hii ni sauti inayogusa nafsi, inayovunja ukimya wa mambo magumu na inayokupa nguvu ya kuona maisha kwa macho mapana zaidi. Hapa tunachambua tabia za kibinadamu, tunafungua milango ya fikra na kugusa maeneo ambayo mara nyingi watu huogopa kuyasema. Kama ni mara yako ya kwanza kututembelea katika chaneli yetu hii ya Deep Zone Media, karibu sana. Usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe katika chaneli yetu ili uendelee kupata mafunzo mazito kama haya yanayoweza kubadilisha safari yako ya maisha na mahusiano. Leo tunazungumzia dalili 10 zinazoonyesha mwanamke hajavutiwa na wewe, mada ambayo imewavunja moyo wanaume wengi, lakini pia imewafungua macho wengine na kuwaokoa wasipoteze miaka yao wakijidanganya kuwa wanapendwa na ili hali ya kuwa hawapendwi. Na hii ni Deep Zone Media, karibu tujifunze. Dalili ya kwanza, anakujibu ujumbe kama analazimishwa. Anakuwa ana majibu mafupi kama sawa tu, poa, basi tutaongea. Hii ni ishara ya kwanza kabisa. Mwanamke anayevutiwa hutoa ujumbe wenye joto, hata kama ni mfupi, unahisi hisia humo. Lakini huyu anakujibu kama yupo kwenye mahojiano. Hakuna tabasamu, hakuna chembechembe ya furaha, hakuna kujali. Wanasaikolojia wanasema ya kwamba mtu anayevutiwa huwa hawezi kuacha mawasiliano yakakauka. Wanasaikolojia husema kuwa mtu anayevutiwa hukupa kile kinachoitwa muda wa hisia, muda ambao unagusa akili na moyo. Lakini mwanamke asiyekuvutiwa na wewe hufanya kinachoitwa mawasiliano ya jukumu, akimaanisha anajibu tu ili asionekane mbaya, sio kwa sababu anatamani kuzungumza na wewe. Uhalisia wa maisha ni kwamba ukiona unapambana na majibu yake kama unavuta gari lisilo na mafuta, basi hamko kwenye mstari mmoja. Dalili ya pili, anaepuka kukutana na wewe. Kukutana ni kitendo kinachochochewa na hamasa ya ndani. Mwanamke anayekutaka ataiba hata dakika 10 nje ya ratiba yake ya kuone, lakini kama kila ukipanga kukutana naye anakuambia tutakutana kesho au kesho kutwa, wiki ijayo, au anakuambia kwamba sijisikii leo, basi fahamu hayupo tayari kukupokea katika ulimwengu wake wa kihisia. Wanasaikolojia wanasema ya kwamba kukutana kunasababisha watu kufunguka na kuungana kihisia. Anayekuepuka anajilinda na hataki hali hiyo itokee. Wakati mwingine anaweza hata kushiriki shughuli nyingi na watu wengine, lakini kwako tu ndio hana muda na wewe, ambayo hii ni dalili ya kutokuvutiwa kabisa na wewe. Uhalisia ni kwamba ukiona kukutana kunakuwa kama mtihani mgumu kuliko maswali ya hesabu, basi fahamu ya kuwa hana hisia na wewe. Dalili ya tatu, hakutambulishi kwa marafiki wala ndugu zake. Kuna kitu kinachoitwa kiburi cha mwanaume au mwanamke anayevutiwa. Hicho kiburi kinamfanya amtambulishe mtu anayempenda, lakini kama hajawahi hata kukueleza kwa rafiki zake wanaitwaje, au ndugu zake wanaishi wapi, au hajawahi kusema huyu ni mtu wangu, basi anakuweka pembeni kwa makusudi. Wanasaikolojia wanasema ya kwamba
Kutotambulisha mtu ni mbinu ya kujilinda dhidi ya kujifunga kihisia. Mwanamke ambaye hajavutiwa hataki mazingira ya kumfanya akufikirie kama mtu wake wa kudumu. Anaweza kuwa na faragha, lakini kama hataki uwe sehemu ya hadithi yake ya maisha yake. Hii ni ishara ya moja kwa moja ya kutokukubali moyoni mwake, na uhalisia ni kwamba kama hakuna mtu mmoja kwenye maisha yake anayejua juu yako, basi fahamu hujawa tayari kwake. Dalili ya 4: hafurahishwi na zawadi zako. Mwanamke anayevutiwa anaona zawadi kama ishara ya moyo. Hataki kitu kidogo kinaweza kumfurahisha. Lakini kwa mwanamke asiyekutaka, zawadi inakuwa ni kitu tu. Haimpi joto, haimpi furaha, haimpi nguvu ya kihisia. Na wanasaikolojia wakasema zawadi ina nguvu pale mtu anakuthamini. Wanasaikolojia wanaita hii athari ya thamani ya kihisia. Kama hakuna hisia, hakuna thamani. Hata kama ukimpatia zawadi yoyote, hata kama ukimpa simu, ukamnunulia nguo nzuri, ukamnunulia viatu na ukampa zawadi kubwa kubwa, hata kama ni gari na nyumba, hata kushukuru sana, kwa sababu moyoni mwake hana hamasa ya kihisia juu yako. Halisia ni kwamba kama zawadi zako hazimpi furaha, usijilaumu. Shida si zawadi, shida ni kwamba hana hisia na wewe. Dalili ya 5: anakutafuta tu akiwa na mahitaji. Hii ni dalili ya kuchoma kabisa. Ukiona anakutafuta tu pale anapotaka kitu, uvocha, nauli, usaidizi fulani, au anahitaji ushauri, au anahitaji kumsindikiza sehemu fulani, lakini wakati mwingine ni yupo kimya kabisa, ujue hisia hazipo kabisa na wewe. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba hii inaonyesha kuwa nafasi yako kwake ni ya matumizi, sio ya hisia. Wanasaikolojia wanaelezea hili kama mhusika wa msaada, yaani mtu anayevutwa tu pale anapoweza kutoa kitu. Muunganiko wa kimapenzi hauna nafasi kabisa, kwa sababu ili azidishe upendo kwako, basi ni lazima umpatie kitu fulani ili aweze kuridhika na kukidhi mahitaji yake. Na uhalisia ni kwamba usipokuwa na kitu cha kumpa, basi fahamu kabisa hawezi kukupigia wala kukutumia meseji, kwa sababu kinachosababisha akupende wewe hujakitimiza kwake. Hivyo fahamu ya kwamba mwanamke wa aina hii basi hajavutiwa na wewe. Dalili ya 6: anapotea mara kwa mara bila maelezo. Mtu anayevutiwa huwa na hamu ya kuwa karibu, lakini kama mara nyingi unamtafuta anapotea, hatoi sababu za msingi, au anarudi baada ya siku 3 akisema nilikuwa na mambo mengi sana, basi jua ya kuwa hana hisia na wewe, yaani hisia hazipo kabisa na wewe. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba kupotea ni kujitoa kimya kimya. Ni tabia ya mtu asiye na uwekezaji wa kihisia. Anaweza kuwa na muda kwa kila mtu, lakini kwako akawa hana muda kabisa, kwa sababu moyoni mwake hakuna upepo wa mapenzi juu yako, hana upepo wa kihisia juu yako. Na uhalisia ni kwamba unapokuwa mtu wa mwisho kumpa muda, basi ni ishara ya kutokuvutiwa kabisa na wewe. Dalili ya 7: hataki mazungumzo ya kina na wewe. Mwanamke anayevutiwa hupenda mazungumzo yanayogusa nafsi, kuzungumzia mustakabali wa maisha yenu, kuzungumzia mambo ya kimaadili, fikra, hisia, hata mambo madogo ya maisha. Lakini
Akiwa na wewe, mazungumzo yenu ni ya juu juu tu. Unamwambia hujambo, anajibu kwa kifupi, poa, umeamkaje, safi. Wanasaikolojia wanasema ya kwamba mazungumzo ya kina hujaa kati ya watu wenye muunganiko wa kihisia. Anapokukwepa kwenye mazungumzo marefu, anajilinda asitengeneze ukaribu wa kihisia na wewe. Hii ni tabia ya wale ambao mioyo yao haijaguswa, haijaunganishwa na upepo wa kihisia na kimapenzi juu yenu. Na uhalisia ni kwamba unajikuta unanong'ona peke yako, hakuna anayekurudishia nguvu ya mazungumzo. Basi fahamu ya kuwa hakuna hisia. Na mwanamke wa design hii, fahamu moja kwa moja kwamba hajavutiwa na wewe na hana mpango wowote wa kimaisha na wewe. Dalili ya 8: hataki kujua mustakabali wa maisha yenu. Hata kama ukimwambia mambo ambayo yana maendeleo katika maisha yenu ya baadaye, yeye kabisa hataki kufahamu mustakabali wa maisha yenu na hatima yenu ya baadaye. Hata kama ukimwambia unataka kufungua biashara, atakujibu sawa. Ukimwambia unataka kujiendeleza kielimu, atasema poa tu. Ukimwambia unataka kubadilisha maisha yako, atasema ni vizuri. Lakini hakuna kuuliza, je, una mpango gani? Hiyo itakusaidiaje? Au je, unataka tufanye nini baada ya miaka miwili? Na wanasaikolojia wanasema mtu anayekuvutiwa anakuwa na hamu ya kujua safari yako, kwa sababu huenda anataka kuwa sehemu ya hiyo safari. Lakini asiyekuvutia anakuona kama msafiri wa njia ya mkato. Hana sababu ya kufuatilia mustakabali wa mtu ambaye hayuko kwenye mipango yake ya baadaye. Na uhalisia ni kwamba ukiona ana shauku ya kujua kesho yako, hana shauku ya kuwa ndani ya kesho yako. Na huo ndio uhalisia wa kimaisha. Dalili ya 9: hana wivu wala hisia za kukulinda. Wivu wa kiasi ni ishara ya kujali, lakini mwanamke asiyekutaka hata kuwa na wasiwasi hata ukiongea na wanawake 10, hata ukipotea, hata shangaa, hata ukichelewa, hata kuuliza uko wapi, hata ukifanya jambo lisilo la kawaida, wala halimgusi. Kisaikolojia, kutokuwepo kwa wivu kunaonyesha kutokujihusisha kihisia. Na wanasaikolojia wanaeleza kuwa wivu hutokea pale mtu anapohisi kupoteza kitu cha thamani. Kama hajavutiwa na wewe, hana kitu cha kupoteza. Kwa hiyo hawezi kuwa na wivu na wewe kabisa, hata kama ukiondoka kwenye maisha yake. Na kwa sababu hajakupenda na hajavutiwa na wewe, hiyo inamaanisha ya kwamba wewe hauna thamani kwenye maisha yake. Na uhalisia ni kwamba kama hajali chochote unachofanya, basi fahamu ya kuwa moyo wake kabisa hauko kwako. Dalili ya 10, na hii ndio dalili ya mwisho: unajisikia kama unajituma peke yako. Wewe ndiye unayeanza mazungumzo, wewe unapanga kukutana, wewe unafuatilia kila kitu juu ya mahusiano yenu, wewe unajitoa, wewe unafanya kila kitu, lakini yeye yupo tu kama mgeni wa maisha yako. Hakuna nguvu anaileta, hakuna joto analorudisha, hakuna msisimuko anaouonyesha. Na wanasaikolojia wanasema mahusiano ya upande mmoja huleta uchovu wa ndani. Unatumia nguvu nyingi kuamini kuwa ipo siku atabadilika, lakini kiuhalisia hakuna kitu kinachobadilika kwa mtu asiye na hisia na wewe. Na uhalisia ni kwamba ukibeba uhusiano peke yako, basi hakuna uhusiano hapo, unayo ndoto tu. Na ndugu msikilizaji wa Detour Media, mwisho wa safari hii ya uchambuzi, nataka nikuache na jambo moja muhimu: mapenzi hayajifichi, hisia hazijifichi, mvuto haujifichi.
Kama mwanamke anavutiwa na wewe, utaiona tabia hiyo hata kama hajui kusema. Atakuwa na joto, ataonyesha shauku, atataka uwe karibu yake, atataka uwe sehemu ya dunia yake. Lakini kama hajavutiwa na wewe, hajavutiwa na tabia zake zitapiga kelele kabla hata hajafungua mdomo. Ukiona dalili hizi, usijilazimishe, usijiumize, usijidhalilishe. Tambua thamani yako, ondoka kwa heshima. Asante kwa kusikiliza Deep Zone Media. Usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe katika channel yetu. Asante, karibu na uenjoy.